Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa wale wananifollow. Like video zangu na ukashare, na pia pale YouTube subscribe kwa channel yangu, na pia Facebook tusapotiane. Najua Mungu atakutenda mema na utabarikiwa, utafunguliwa. Siku ya leo nataka niongelelee vitu ambao unafaa ufanye wakati uko mjamzito. Niliongelea wakati kwa video ile nyingine vitu ambao ufai kufanya. La hizi nataka kuongelea zile vitu unafaa ufanye kama vitu za kiroho, kwa sababu unapata vita zingine zinakuanga spiritual. Unapata miscarriages zinakuanga spiritual. Unapata kwamba wakati uko mjamzito shetani anatekinga hiyo opportunity, kuna vitu zinapandwa katika ulimwengu wa kiroho. Sio vita zinasimamanga kwa ajili yako peke yako, kwa sababu anajua chenye umebeba ni your next generation. So hiyo seed inapiganiwa venye itakufa, wanapigania venye itakosa kufaulu. So video hii itafaidi wewe mwenye umekuwa na miscarriages, wewe ambao unafanyanga vitu vice versa. Nataka nikusaidie. Most of the time avoid kupigana ama kugombana. Wakati unapo discover uko mjamzito, avoid vita mahali unajua huyu mtu anakuja kunitrigger nianze kuinuka na hasira. Ama unapata kuna watu wengine wanakuanga na mimba na inakuanga na hormones za hasira. Jaribu jifunze kujicontrol. Na kama mahali unaona kuna mtu atakukasirisha kwa sababu kuna kitu una protect, make sure wewe ndio uko mahali pale kuprotect your mtoto. Make sure una avoid mambo ya kutukanana tu na mzee, kuko hivi. Jaribu kuavoid, kwa sababu hii ni wakati ambao unatakana ukue katika mahali umetulia kulinda hiyo ujauzito. Ndio unaonanga hata wakati ndege, wakati wametaga mayai, wakati wa kulalia huwa wanajitenga, wanakaa mahali pale, wana protect hiyo mayai. Juu anajua baridi ikiingia itaharibika. Nikifanya any mistake itaharibika. So most of the time you have kukua very protective maneno yako, kwa sababu maneno ni mbegu, maneno iko na nguvu. Chochote utakacho nena kinyume na hii mimba, ningejua singepata hii mimba, kutafanyika hivi, itafanyika, kwa sababu wewe ndo mama, uko na nguvu, utafanyika. Wakati mnarushiana, mzee anaongea hivi, unaongea hivi, ama baba ya mtoto, unapata mambo yanakuwa mingi, ama unapata kwa ploti kuna mizozano. Avoid it. Number 2, jaribu kuangalia. Kuna watu wengine unapatanga wamekuwa obsessed sana na agenda. Unapata wakati uko mjamzito, kuna mtu unapata anataka mtoto msichana, mwingine anataka mtoto kijana. Wakati unapojifungua, make sure kama ni ile mtoto ulikuwa unataka, jaribu unamnenea. Na kama sio ule, jaribu kumfungua kwa zile vifungo ambazo ulikuwa umeweka ile desire, ulikuwa unatarajia mtoto kijana msichana, ukaweka mipango juu yake. Alafu the end of the day, wakati umejifungua unapata hautakupata hivyo. Make sure zile midomo zenye mlikuwa nazo ama ile desire fungue na uappreciate huyu mtoto. Kwa sababu usipomappreciate, usipomfungua na zile desire na vitu zenye ulikuwa nazo ukikasirika, ukiacha akakuwa hivyo, kama ulikuwa na desire kijana, na ukazaa msichana, ile roho ya kijana itaingia ndani mwako. Unapata wasichana wengine wanakuwa tomboy. Unapata kama ulikuwa una desire msichana alafu kazaa kijana, ule msichana anaanza kukua na behaviors za msichana. Ni kwa sababu wewe ndio ulikuwa na nini? Ulikuwa na hiyo kifungu ulifungua. Wakati ulipojifungua, hiyo ndo wakati wanasemanga mtoto anapelekwa kwa madhabahu, ani disconnectiwa na wewe mwenyewe, yale maneno uliongea na zile vitu ulikuwa nazo. Make sure kama wewe mwenye hekima umefungua huyo mtoto asisonge mbele kabla hajajifungua. Wakati unatoka kwa ile labor room ama unakuja kutakaswa, jifungue moyo wako, useme hivi ndio iko na nafungua mtoto huyu. Wakati unajua uko na vita, wakati wa miscarriage, unaangalianga mwezi ambao vita zinasimamanga. Wakati kabla upokee hiyo mtoto, make sure, ama ukipanga, kama unajua ovulation period yako ni siku fulani, ama wakati umediscover uko na mimba, make sure umechukua jukumu ya kuomba. Anza kunenea huyo mtoto. Kama unajua unakuanga na miscarriages, hafikangi, sema anza kumnenea, huyo ataishi, sitakuwa nayo. Na kama uko na mchungaji, make sure, kwa sababu nilikuambia we mama mzazi, kama hauna yule mtu anakusimamia kumuombea mtoto huyu, pia anakuanga anakutegemea wewe. Na unapata most of the time wa mama, wakati umediscover uko weak, tafuta sadaka, dedicate mtoto kwa madhabahu. Hajazaliwa, lakini ambia Mungu, nina dedicate mtoto, unampanda kwa madhabahu. Wakati unampanda kwa madhabahu, naambia Mungu, vita zake ni zako. Wanaorusha vita, wakati wanapokuja, wapatane na hii madhabahu ikinge mtoto wangu. Na jambo ambalo utakuwa nayo, kazi yako ni kunenea mtoto uhai.
Uta make sure unaomba usiku na mchana. Kuna jambo unanena kwa hiyo ujauzito. Unashika hiyo tumbo, unainenea. Kama ni baba mtoto pia mnanena wote pamoja. Mnasema huyu hatatoka. You have the key. Kumbuka Biblia inasema amekupa ufunguo ya mamlaka, na chochote utakachofunga duniani hata mbinguni kitafungwa, na chochote utakachofungua kitafunguka. Nimekupatia hekima kwa siku ya leo, so make sure unaombea huyo ujauzito from wakati umejua. Kuna watu wengine wanajuanga na miezi 2 na wiki. Wakati unajua uko na vita mbele, prepare yourself. Usikae tu ungoje ifike ama ubahatishe. Vita zako ni za kiroho. So make sure unaenda kanisani, unaombea mtoto huyo, wewe na baba yake. Kama umekuwa ukipoteza, make sure umesimama na sadaka. Unasema nimepoteza mingi, na hii sadaka ninatoa kwa ajili ya mtoto huyu. Madhabahu yako impiganie. Kumbuka vita za kiroho ni altar versus altar. Hata wakati unaposikia Jehova Jaire, Jehova Nisi, Jehova Shama, Jehova Rafa, hiyo ni altars zilikuwa zinainuliwa kwa ajili ya kupigana wakati ule. So wakati wako, wakati uko na ujauzito na unajua ninapotezanga, make sure anza kuinenea, anza kureverse, nenea mtoto huyu, kuwa na mipango, utasoma, utafanya hivi na hivi, nena. Utoe kitu ambacho kitanena negative juu yake, weka positive. Protect. Wakati unapojua, most of the time avoid mahali watu wako, kwa sababu most of miscarriages unapatanga vita zimetoka katika family, ama mtu ambaye ako family, ama ni vita ambazo ni za family, ambapo unafaa ukae private, mtu asijue. So ni afadhali unaficha, utoke kwa media, ama kama utaweka kwa media ujifunike, ama mtu asijue. Wacha mtu ajue kama huyo mtoto amezaliwa. Lakini mambo unatangaza, mtoto ulikuwa na shida, nimekuwa na most of miscarriages, unapata mtoto anafanya nini? Anakatika. So unafaa uchukue jukumu ya kusimamia mtoto, kumpanda kwa madhabahu, mimba kama bado iko changa. Useme mtoto huyu ni wako. Pigania mtoto huyu. Nina dedicate, navunja madhabahu ya kwetu, madhabahu ya kina baba, na vita zote na za wale watoto walitoka, vilio ambao nililia ninajiondoa. Ninaweka imani na huyu. Alafu inene every morning. Nenea malaika huyu kwa tumbo. Mnene. Na kama we unakuanga na ule mtu, unakuanga na delays. Wakati unapata maybe umefika 41 weeks bado hujajifungua, ile wiki zingine bado hujajifungua, make sure ukifika hiyo grazing period, hiyo wakati ni wakati ambao unafunguanga moyo, unaanza kusema nakaribisha malaika huyu, unamwelcome vile watu huwa wana prepare. Na wacha nikwambie, kama we ni ule mtu ambao unajua uko na huo, avoid baby showers. Wacha kushow off. Utapoteza, na hata ukimpata atakuwa na vita. Avoid hizi baby shower. Ukijua mimba zako zinatokanga, hebu jaribu kubeba mimba kama uko kwa siri. We ni ule mtu unapatanga labda ukiwa na mimba wanasema ni pressure, na ni kwa sababu umesha announce. Jaribu toka kwa media, jaribu kosa kuambia hata au marafiki zako wanyamaze. Wacha waone tu kama imetokea ama kama umejifungua. Jifiche. Kuna siri wakati unapojificha, maana adui anatakingi chenye ameona. Kuna enemy anarelying na information. So the moment unampatia information, anajua kumbe hii ndo inafanyika, wacha nianze kuattack. Lakini kama hana idea ni nini inaendelea, inakuanga vigumu. Unaweza funga hiyo baraka zako kaifunikia mpaka wakati utajifungua. So wakati unapofikia hiyo wakati, make sure kwa zile wiki za mwisho 37, 38, hiyo ni wakati wa kufungulisha huyu mtoto. Mwambie ninakufungulisha, ninakukaribisha kwa nyumba yangu, ninakukaribisha kwa familia hii, utafanyika baraka. Unaanza kunenea mtoto. Ni ile kwamba unafungulisha anga yake, ni ya kumwelcome. Lakini unapatanga watu wengine katika wakati ndo wanafunga, wanagombana, wako katika vita, wako katika kuregret, wako katika kutukanana. Unapata sasa mtu anaenda mpaka anaingia, unapata mtoto mimba imepita ameingia mpaka nini? CS, ama ameingia hata ameindusiwa. Ni kwa sababu gani? Haujafungulisha huyo malaika.
You have not accepted the blessing Mungu amekupatia, hiyo gift. Kumbuka mtoto ni gift. So kubali, ambia Mungu nimekubali, nimebeba, nimefikisha wakati huu, ninajua ni wakati wa mwisho, ninajifungulisha. Nenea hata mtoto, mpatie jina, baba yake anene na yeye, na mambo ambayo unanena naye ni baraka. Unafunga milango za giza, unanena za baraka. Najua ukipitia hii process utapata breakthrough, utajifungua mtoto huyu. Na make sure mtoto hata anapozaliwa mtoe kwa media, mfunike mpaka apelekwe kanisani adediketiwe, ndio uanze kumweka nje, watu waanze kumuona. Jaribu hii formula na najua utafanikiwa. Kama uko pale na miscarriages, hii ni kitu ambayo utafanya. Kwa my next video nitaongelea ya spiritual infertility, yani watu ambao hawezi jifungua. So nitaongelea kwa my next video, nitaongelelea mahali pale. Nimekuwa na challenges na simu kwa sababu ndo sijakuwa na recording sana. So simu yangu imekuwa na shida. Bado nafikiria venye nitapata fedha za kufanya nini, kununua simu ingine ya kuweza kutoa video kila mara. So wakati unaponikosa usiseme Pasi amekosa, mbona afungui, kwa sababu kuna challenges ambazo napitia juu ya simu. Simu yangu haijakuwa sawa, but ninajua vitu zitakuwa sawa. Niko hapa tusaidiane. Chenye uelewi nitafute pale kwa bio. Most of the time unanipata kama siko, maybe niko milimani ninaomba, ama unanipata niko katika ibada. Usikasirike, nitafute tu. Keep on pushing. Najua utafika na vitu zitafanyika. Fuata formula yangu. Mahali hujaelewa niulize. Tuko hapa. Na kama uko mama mjamzito mahali pale na umekuwa na miscarriages, ama unapata mtoto anazaliwa anakufa, niko hapa kukusaidia. Nitafute, nitawalk na wewe mpaka mwisho. Hii safari na kuanga ya kutembea na mtu, sio nitakuombea maombi ya touch, hapana. Ni ile lazima tumonite mpaka mwisho. God is not God of confusion. Lazima utembee na mtu mpaka mwisho. Tudedicate mtoto ndo tumweke wazi, tutangaze testimony yake. Vile tu Ana alifunika Samueli, hivyo ndo unafufanye. So, hiyo mimba, hiyo gift Mungu amekupa, unailinda namna gani? Utaitangaza, utaiweka wazi. Pigana vita za kiroho. Vita zetu si za mwili, vita zetu ni za kiroho. Si za kuropokwa na show off. Hata katika siri kuna utukufu wa Mungu. Kumbuka, utukufu ni wa Mungu. Katika ulimwengu wa kiroho, wakati malaika wanafurahia, that is the biggest testimony. Shetani ameaibika. So, umekuwa na shida miscarriages, nitafute. Kama utaweza kuomba hii maombi vile nimekuelekeza, well and good. Kama uko na pastor ambaye anasimama nawe kwa altar, dedicate your malaika. Na kama hauna, nielekeze, nitaambia. Unajua kuna watu hawajui hizi vitu. Wacha nikwambie, don't push your pastors. There are some pastors hawaelewi hizi vitu zinakuanga aje. So hata ukimpelekea sadaka umwambie pastor nataka upande mtoto kwa madhabahu, ajui atafanya namna gani. So kama hajaelewa, nitafute, nitakuambia iko hivi na hivi, inafungwa hivi. Usifanye vitu kiupumbavu. So understand, na venye nimekuelezea. Kama hujaelewa nitafute, na kama unapitia the same situation niambie, na my next video nitafundisha mengine zaidi. So Mungu awabariki, watende mema. Shalom.